أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kupambaukiwa tena na siku njema kama hii, siku ya Alhamis, ikiwa tuko katika masiku 10 mtukufu ya Dhulhijja. Kama tulivyoahidi kuwa inshallah tukiwafikiwa tutakuwa ni wenye kuzungumza mawili matatu kuhusiana na ubora ya masiku kama haya, na pia kukumbushana mambo ambayo hatuna budi nayo isipokuwa tuweze kukumbushana. Tukiangalia katika sura Ali Imran aya 96 mpaka 97, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم. Mwaka wa 9 wa Hijri, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliteremsha amri hii ya waumini kutekeleza haji kwa yule aliyo na uwezo. Na mwaka kama huu unajulikana kama Sanatul Wufud ama mwaka wa delegates. Tukitambua kabla yake mwaka wa 8 Hijiria, Mtume alayhi salatu wassalam aliweza kuifathi Makkah na kuitia katika dola yake ya Kiislamu ambao ilikuwa ameasisi katika mji wa Madina. Baada ya ushindi huu mkubwa kukombolewa Makkah na kufathiwa Makkah, vipote vingi na makabila mingi ya mbali mbali yalipata habari ya ushindi kama huu, na walitambua kuwa Mtume alayhi salatu wasalam na dola yake mpya na Uislamu utakuwa ni wenye kukua na hautaweza kuzuilika. Ikawa wanatuma delegations nyingi kuja kukutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao ni huu mwaka wa 9 wa Hijiria. Ndio paka mwaka kama huu ukaitwa Sanatul Wufud, kwa kuwa madelegates walikuwa ni wingi wakizuru mji wa Madina kumzuru Mtume alayhi salatu wasalam na kuandikishana naye mikataba mingi ambao tukiangalia katika tarehe tutaweza kuona. Na hapa tunaona umuhimu wa jambo moja ama nukta moja muhimu tulieleze, nao ni nukta ya hijra. Leo tuhesabu kalenda yetu ya Kiislamu kuwa ni kalenda ya Hijria. Hijra ilipatikana baada ya Mtume alayhi salatu wasalam kupanga mikakati mingi na kupata nusra kutoka kwa watu wa Madina, Aus na Khazraj, walipokuja katika bai'a ya kwanza, bai'atul Aqaba ya kwanza, na mwakani wakaja tena katika bai'atul Aqaba ya pili inayojulikana kama bai'atud dam. Wakampa bai'a Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa wataunusuru Uislamu na watapigana na yoyote yule atakayekuwa ni adui wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ataulinda Uislamu na Mtume alayhi salatu wasallam kama wanavolinda watoto wao na damu zao na wake zao. Ndio hapa Mtume alayhi salatu wasallam akatoa ruhusa Waislamu kuhama kwenda Madina kufanya hijra. Ndipo Waislamu walipokaa chini kujaribu kuweka kalenda na kuangalia mwaka gani Waislamu waanze kalenda yao, rai nyingi zilipatikana. Na kuna matukio mingi ambao bila shaka yalitokea. Tukio kubwa ni yeye mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuzaliwa kwake. Bila shaka ni tukio kubwa. Kuna matukio kama Mtume sallallahu alaihi wasallam kupewa wahi wa kwanza. Kuna matukio makubwa kama Mtume alayhi salatu wasalam kupelekwa Isra wal Mi'raj. Lakini Waislamu walipokaa chini na kuangalia na kujaribu
kushawiriana kuwa mwaka wa Kiislamu mwanzelini, wote waliwafakiana kuwa uanze baada ya Mtume alayhi salatu wasalam kugura kutoka Makka kwenda Madina, kwa sababu waislamu walikuwa wanaishi katika Darul Kufr, na kwa hijra waislamu wakawa ni wenye kuasis Darul Islam, mji wa Madina. Ndio kalenda ya Kiislamu ikaanza hapo, na haji ikafaradhishwa mwaka wa 9 wa Hijria. Na hija ni katika amali kubwa sana za mja kuweza kutekeleza, zenye ujira mkubwa sana. Nasimuliwa na Abu Huraira radhiallahu anhu anasema, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila ayyul amali afdal, faqala imanun billahi wa rasulihi, qila thumma madha, qala aljihadu fi sabilillah, qila thumma madha, qala hajjul mabrur. Kwa hivyo tunaona hapa Mtume alayhi salatu wasalam katika amali zenye fadhila kubwa kabisa baada ya imani ya mu'min na baada ya jihadi kwa njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akasema ni hajjul mabrur. Kwa hiyo amali ya haji ni amali kubwa yenye ujira mkubwa, ambao Mtume katika riwaya zingine anasema hakuna jaza ya haji mabrur isipokuwa ni janna. Tukiangalia katika suratul Hajj, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa amri baba yetu Ibrahim alayhi salam kuweza kuita watu katika kufanya hija. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleza baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa'adhin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Amri hii alipewa baba yetu Ibrahim alayhi salatu wassalam kuita watu kuenda kutekeleza amali ya hija. Ibn Kathir rahimahullah katika kusherehesha aya kama hii akieleza maana yake ni kuwa waitwe wanadamu, wainvitiwe wanadamu kwenda kutekeleza amali ya hija katika nyumba ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajengea wanadamu. Ama kwa hakika wanaokwenda kufanya haji na umra, hawa ni wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama tulivyoshuhudia hivi karibuni, tuliona kwa ndugu yetu mmoja wa Libya kwa jina Amir al-Mansur, huu aliachwa na ndege na alikuwa ni mmoja katika wanaokwenda kwa haji. Na kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio mwenye kumchagua amtakaye na kumwalika amtakaye, na hawa ni wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikabidi ile ndege irudi kwa ikhtilafu zilizopatikana ili ije imchukue. Na hii tunaona kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa shamwandikia kuwa yeye aende hija mwaka huu, na hakuna lilikuwa linaloweza kumzuia kufika maeneo kama yale. Ibn Umar, Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma asema, عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. Atueleza Ibn Umar, Abdullah ibn Umar, kuwa yule mwenye kupigana jihad katika njia ya Mwenyezi Mungu na aliye kwenda kufanya hija ama umra, hawa ni wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, hija ni amali moja tukufu na ni amali ambayo yatuishiria umoja wa umma wetu. Inakusanya makabila tofauti tofauti, rangi tofauti tofauti, maeneo tofauti tofauti, wote kwa lengo moja, nao ni kuitikia mwito wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Utawasikia wote
wanalingania ama wanaitikia mwito kama huu. Ndugu zangu Waislamu, umma wa Kiislamu unahitaji umoja. Umma wa Kiislamu umegawanyika leo kwa tabaka mbali. Tumejigawanya kitaifa, tumejigawanya kirangi, tumejigawanya kwa kila hali tunaweza kugawanyika. Mpaka ndani ya familia zetu tumejigawanya. Ndugu zangu Waislamu, ni wakati sasa wa kuzingatia umoja wetu na njia ambazo Mtume alayhi salatu wasalam aliweza kutuwekea kuweza kushikamana na kamba hii moja, nao ni Uislamu. Tusiige mifano ya wasokuwa sisi katika kuleta umoja, bali turudi katika Uislamu wetu. Utatuongoza namna gani Mtume alayhi salatu wasalam aliweza kufanikiwa kuweka umma mahali pamoja na sauti moja na kitu kimoja. Na sisi pia tukifuata manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mafundisho yaliyomo ndani ya Qur'ani na Sunna, tutaweza kuwa ni kitu kimoja insha Allah. Tutakoma hapa leo insha Allah. Tukiwafikiwa tutajaribu kuzungumza mawili matatu insha Allah. Wabillahi tawfiq. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.